Mpenzi mtazamaji, riwaya ya Nguu za Jadi ni riwaya ambayo imesukwa kwa ustadi wa hali ya juu. Hakika mwandishi Clara Momanyi hakulala alipokuwa akisuka riwaya hii. Ungana nami ninapoendeleza usomaji wa riwaya hii kuanzia ukurasa wa 4 hivi leo. Maandishi hayo yalikuwa makubwa. Aliyeandika hakujali kufuata mistari ya ile karatasi aliyoitumia. Yaliandikwa pengine na mtu asiyemakinika au aliyekuwa na haraka ya kuupitisha ujumbe. Maandishi yalitoka mashariki yakaelekea kaskazini badala ya magharibi, wala mwandishi hakujali kuzingatia viakifishi. Isitoshe, alichanganya herufi kubwa na ndogo kama mtoto wa chekechea anayeanza kujifunza kuandika. Ujumbe ulitiririka bila kikomo wala kituo. Ilikuwa mistari 5 iliyomtia Mangwasha kiwewe. Alipatwa na mshtuko, alianza kupiapia. Alisoma mistari ile karibu mara 10. Macho yaliingia kiwi, akaamua kuitupa mle ndani ya mkoba. Pumzi zilimwenda mbio, alikuwa mwingi wa mawazo. Barua hiyo ilimsumbua, ikamtia kichefuchefu. Aliitumbulia macho kama ambaye alitaka muambie mwandishi ni nani. Haikutiwa sahihi, haikuandikwa jina lolote. Mwandishi hajulikani, lakini ujumbe aliuelewa barabara. Mangwasha, siku hizi zote ulikuwa unachezeshwa kayamba tu. Eti ulisema Osama alikuwa hatari kwa usalama duniani. Kuna Osama kuliko huyu? Alijisikia kusema. Alishusha pumzi kwa nguvu. Akajiuliza kimoyomoyo kwa nini Mungu aliruhusu moto kumtia kwenye shimo la maangamizi na wanawe. Hata hivyo, aliamini kuwa wakati mwingine Mungu huruhusu mabaya kutokea ili kuwafunza waja. Waidha, alijua kuwa mashaka yanapomkumba mja huwa ni funzo pia. Humtayarisha kuyahimili machungu zaidi ulimwenguni na kumwasa dhidi ya kuabudu uovu. Maovu yanapotendwa na wachache, hata wale wasio na hatia pia hujikuta wamo humo uovuni. Ni mtego wa waliomo na wasiokuwemo. Aidha, ngome inapoteketezwa na waovu wachache walio ngomeni, hawatasalia wale wasio na hatia. Msiba huwaendea wote, na haula ni furaha iliyoje kwa adui aliye nje ya ngome. Ama kweli moto ule umemtia taflisi. Utaishia kula mwande na wanangu, huko ndiko kufa kingoto. Mangwasha alijisikia kusema kwa huzuni, lakini akajipa moyo. Miaka huweza kutia ngozi ya mwili makunyanzi, lakini kukosa imani ya kuishi kutia roho makunyanzi. Mangwasha alikuwa na imani ya kuishi. Imani hiyo ikampa uvumilivu na tumaini. Akavifunga vile vitu. Akawatazama tena wanawe waliolala sakafuni kwenye maabadi yale ya Mungu. Alikumbuka usiku huo alipoingia humo na wanawe kupitia kwa dirisha lililokuwa wazi. Hata alipofaulu, bado alihisi wale watu walimfuata humo. Hivyo alivunja kitasa cha mlango wa ndani wa chumba kilichotengewa kasisi. Baada ya wao kuingia, aliushilika mlango. Huku akisaidiwa na wanawe, alisukuma meza kubwa iliyokuwa mle hadi kwenye mlango. Alihisi bado mlango huo ungesukumwa na kwa urahisi. Alikusanya viti vyote vilivyokuwemo na kuviweka kimoja baada ya kingine juu ya ile meza. Alijua mlango ulisukumwa, bila shaka vitu hivi vingeanguka na kumtahadharisha dhidi ya hatari. Alitandika kanga sakafuni, akawaambia wanawe pumzike pale. Asingethubutu kulala. Alikaa macho. Karibu naye aliweka ubao mfupi uliokuwa mle. Huu angetumia kujikinga na adui yeyote. Ubao huu utakuwa msaidizi wangu. Wa pili, wa kwanza bila shaka ni Mungu, alitamka kwa sauti ya chini. Sasa ukitaka kunimaliza, ingia huko. Muombe Mungu kabla ya kunikatakata na wanangu. Humu usitoki hata kwa upanga.
Baada ya muda, Mangwasha alisikia kelele za watu zikienea kila mahali huko nje. Alitega sikio kujua walichokuwa wakisema. Haikuwa rahisi. Sauti zilipaa na kushuka, wala hakuweza kusikia walisema nini. Alizidi kutega sikio. Aliposikia sauti hafifu za watoto wakilia, alijua hao walikuwa wenziwe. Watu hao walikuwa Waketo waliofurushwa kutoka mjini Taria kama yeye. Moyo wake sasa ulichangamka. Alijua hayupo pale peke yake na Mungu tu, bali pia Waketo wenzake. Watu hao walijikusanya chini ya kiambaza cha lile kanisa. Sasa aliwasikia vizuri. Kila mmoja alikuwa akitoa sababu zake za kutibuliwa kutoka kwao. Mangwasha mstaajabu kwamba hakuna hata mmoja aliyekuwa na sababu hasa ya kufutwa kwao. Yeye alijua yale yaliyokuwa yakiendelea Taria. Hata kama hakuwa mwanasiasa, upepo uliokuwa ukivuma wakati huo ulimfunza machache aliyoshuhudia. Upepo huo uliandamana na chuki. Chuki iliwavaa Wakule, kawavisha mashuo kwa wingi wa stadi. Yote haya yakaelekezwa kwa Waketo. Majivuno na mijigimo haya yakasambaa hadi kwa viongozi, wakasheheni kiburi, wakauzua uzushi na kusambaza kwa wenyeji. Kila lililo baya lilielekezwa kwa Waketo. Hata ukame na njaa vilishamiri, Waketo waliandamwa na kuinuliwa lawama. Mvua ya mafuriko iliponyesha na kusomba watu, Waketo walinyoshewa vidole vya lawama. Hata maradhi sugu ambayo yaliwaandama madaktari yalidhaniwa kuletwa na Waketo. Takriban kila lilowashinda watu yasemekana chanzo chake Waketo. Kama kwa hakika chakani mwa simba halali nguruwe. Tete hizo za chuki zilifurisha mashavu na shingo za Wakule, wakaiva kwa hasira. Kila walipoona Waketo walitamani kuwatokomeza. Jamii hizi mbili zimekuwa mahasimu wa jadi. Zamani walizozania mifugo, wakawindana na walipokonyana mifugo. Wakati mmoja ukame ulipozidi, jamii hizi mbili zilipigana na kumiliki